Katikati ya usiku wa manane, Devota alishituka. Palikuwa na mtikisiko mkubwa, kana kwamba tetemeko la ardhi lilipita. Kitanda pamoja na kabati ya mbao iliyeko pembeni kidogo, vyote vilitikisika. La hasha, haikuwa tetemeko la ardhi, ilikuwa ni vibration ya simu. Kivipi vibration ya simu isababishe mtikisiko mkubwa namna hii? Tutafahamu baadaye. Ila haikuwa simu ya kawaida. Devota kwa ujasiri aliinua mkono wake moja kwa moja na kuishika simu ile. Namba ngeni ilipiga kupitia simu ile ambayo kwa wakati huo Devota alikuwa ametoa laini zake na kuziweka pembeni. Alivyoishika tu simu, kabla ya kuipokea na kuweka sikioni, tetemeko likazima. Baada ya kupokea, sauti za ajabu zikaanza kusikika ndani ya simu, zikinong'ona, zingine zikitoa sauti ya vilio. Bwana, hii ni Shalom Simulizi. Langu jina ni Yotham Lucas, na kuomba uweke maoni yako hapo katika sehemu ya comment section. Ukifanya hivyo, like, nisaidie kushare simulizi hii ili iwafikie watu wengi zaidi. Subscribe ili kujiunga uwe mwanafamilia katika chaneli yetu ya Shalom Simulizi. Tutakapokuwa tunaweka hadithi na simulizi, utakuwa wa kwanza kuitazama na kuisikiliza. Sasa twende kazi. Palikuwa na kijiji kimoja huko Sumbawanga. Kijiji kilisifika kwa uchawi na ushirikina, kiasi kwamba hata wabunge na madiwani hawakukumbuka kupeleka maendeleo katika kijiji hiko. Wananchi wenyewe hawakuhitaji maendeleo, hawakuhitaji shule ijengwe, hospitali wala kituo cha polisi. Palikuwa na vikongwe wengi kuliko vijana. Sasa kijana, vita bila kusalimia, cha moto utakiona. Wazee hawakuhitaji uwepo wa kanisa wala msikiti. Katika kijiji hicho aliishi Devota, mwanamke jasiri, mpambanaji na mwenye malengo makubwa. Alikaa kwenye nyumba ya urithi aliyorithi kutoka kwa baba yake. Aliishi maisha ya kawaida, alilala sehemu ya kawaida, alivaa nguo za kawaida za kijijini, na hata chakula chake alichopika kilikuwa cha kawaida. Maisha yalikuwa magumu kiasi kwamba kuna wakati ilimlazimu kulala na njaa na kutokufua nguo kwa kukosa sabuni. Lakini licha ya hayo yote, Devota alikuwa na malengo ya kumiliki simu ndogo ya button. Alianza kuwekeza akiba kidogo kidogo kwa lengo la kumiliki simu yake mwenyewe. Aliweka akiba. Changamoto zilipoingia kati, alikuta anatumia akiba aliyoweka kwa ajili ya kununulia simu. Hii haikufanya lengo lake kuu la kumiliki simu lifutike kichwani mwake. Ikawa asubuhi, ikawa mchana, ikawa jioni, ikawa usiku, maisha yakasonga. Moja kati ya ndoto na malengo ya Devota kumiliki simu hayakuzimika kama mshumaa, hasa pale alipotazama rafiki yake akichati kwa kutumia simu ya mkononi. Hii ilimpa nguvu na kuendelea kuweka akiba zaidi. Wananiomba namba, lakini nawapatia ya kwako kwa sababu bado sina simu. Sasa hapo shoga yangu, inabidi ufanye juu chini na wewe umiliki simu yako, kwa maana kutumia simu yangu inakuwa sio vizuri, kwa sababu kuna muda mimi nakuwa mbali na wewe, na wakinitafuta nashindwa namna ya kuwajibu. Si unajua tena, nakuelewa sana rafiki yangu, lakini sasa mimi kila ninapoweka akiba kwa ajili ya kununulia simu,
najikuta changamoto inakuja na siwezi kuweka hela kwa sababu ya simu, afu nikashindwa kutatua changamoto za pale nyumbani kwangu. Si unajua naishi peke yangu rafiki yangu, nashindwa namna ya kujigawa kabisa. Kwani wewe mwenzangu ulitumia njia gani mpaka ukamiliki simu? Maana mbona kwangu ni changamoto kubwa sana naona. Utajiju, mimi mwenzako hata sijanunua simu. Nilipata tu bwana akanipa simu, tukaenda tukalala naye, basi tukawa tumeishana, na wewe inabidi ufanye hivyo. Mazungumzo yaliendelea baina ya Devota na Amina rafiki yake. Usiku huo katikati ya njia panda, kuna kitu cha ajabu kiliendelea. Alionekana Bibi Kitunguru, yule bibi maarufu anayesifika kwa uchawi na ushirikina katika kijiji hiko. Bibi Kitunguru akiwa njia panda alionekana ameshika kichwa cha nyati kilichotiririsha damu mbichi kwa mkono wa kushoto, huku mkono wa kulia akiwa ameshika simu ndogo ya kibata. Alisikika akisema, kama ambavyo nyati huwa mkali na kama ambavyo simu hii ndogo hutoa mawasiliano kwa umbali mrefu duniani kote na kutengeneza, ewe jini, ukawe mkali na ukawe na spidi kupita simu hii ndogo. Ewe jini, ukawe mtii mbele yangu. Licha ya ukali na spidi utakayokuwa nayo, ukafanye kazi chini yangu, unisikilize kila nitakachokuagiza. Bibi Kitunguru hapa katikati ya njia panda alikuwa akitengeneza jini manyambunyambu kwa ajili ya kazi zake za usiku. Kabla hajamaliza uumbaji wake, alimulikwa na tochi kali machoni. Hapo alipotea. Bibi Kitunguru alifanikiwa kupotea au kuondoka na kichwa cha nyati pekee, ila simu ile ndogo alidondosha pale pale. Kwa wakati baadaye, dakika 30 mbele, jini alilokuwa akilihangaikia kuliumba likawa limekamilika, likisubiri maelekezo, wapi liende na nini lifanye kwa wakati gani. Jini akiwa haelewi ili wala lile, pembeni yake akatazama simu ndogo iliyowaka mwanga mweupe. Katika kioo cha simu ilionekana picha ya Bibi Kitunguru. Moja kwa moja jini akajiongeza kwamba huyu ndiye bosi wake. Akaingia ndani ya simu humo, akafanya makazi yake, akatulia kufata na kusikiliza maelekezo yanayofuatia. Aliyemulika tochi Bibi Kitunguru alikuwa mlinzi wa maduka yaliyeko pembeni ya njia panda. Hakufanikiwa kumwona Bibi Kitunguru wala ile simu. Palipokucha asubuhi, mwili wake ulikutwa pembeni ya duka mojawapo miongoni mwa maduka aliyokuwa akiyalinda. Bwana yule alifariki. Ni adhabu aliyopatiwa na Bibi Kitunguru. Adhabu ilionekana kubwa kuliko kosa lake. Mapema alfajiri, kabla ya zile pilika za msiba wa bwana yule mlinzi, Devota aliamka na kuelekea kisimani. Kisima kilipita kwenye njia panda ile ile ambako Bibi Kitunguru usiku wa jana alifanya kazi ya kutengeneza jini ambalo liliingia kwenye simu. Alipofika pale ambapo Bibi Kitunguru aliweka miguu yake na kutengeneza jini, nywele za Devota zilisisimka. Msisimko wa nywele ukiendelea, pembeni yake Devota aliona simu ndogo ya bata. Hapo msisimko wa nywele ukakata. Aliona ndoto zake za kumiliki simu zinaenda kutimia. Hakufikiri ile ni njia panda, pengine uchawi ulifanyika
Usiku uliopita hakuwaza, moja kwa moja alipiga hatua kuisogelea ile simu na kuiokota. Aliishika kwa ukakamavu. Simu ilionekana kuwa nzito kuliko simu ya kawaida. Ni kana kwamba kulikuwa na roho ya kiumbe ndani ya simu. Devota aliichimbia simu kwenye nguo zake, akitazama huku na kule. Safari ya kuelekea kisimani kufuata maji ilikufa pale pale. Alirudi nyumbani kwa kasi akikimbia. Aliingia kwenye chumba chake, akajifungia na kutafuta laini ambayo alisajili kabla ya kumiliki simu. Usongo wa kumiliki simu ulikuwa ukimwendesha. Aliweka simu kwenye laini haraka, akaandika namba ya mtu wake wa karibu ambayo ilikuwa kichwani mwake na kujaribu kupiga. Alipiga, simu ikaita. Hakika ilikuwa simu nzima. Mic pamoja na batani zote zilifanya kazi kwa uhakika. Usiku huo wa kwanza tangu Devota aokote simu kwake ulikuwa mfupi. Saa 6 usiku ilifika haraka. Huo muda wote alitumia kuchati, kubonyeza button, kucheza gemu la nyoka na vitu vingine vingi alivifanya. Alipiga picha kupitia simu hiyo ya button, na alipojaribu kuifuta ile picha haikufutika. Ajabu, lakini kwa Devota aliona kitendo cha kawaida tu. Hii simu ina maajabu kweli kweli. Labda hii ni simu zile za kijanja. Aisee, yani yule rafiki yangu atakoma, nitaenda kumtambia balaa. Yani simu napiga picha inarudi yenyewe. Hii simu kweli kiboko hii. Hakika nitaitunza na simtafuti mwenye nayo wala nini. Yani hii ndio ishakuwa ya kwangu hivyo. Saa 6 usiku, saa 7 usingizi ukamchukua Devota. Ilipofika saa 8 mauzauza yakaanza. Licha ya kwamba Devota alichukua simu kabla ya kulala na kutoa laini zake zote, ila simu ilionyesha mtikisiko. Mtikisiko ulikuwa mkubwa zaidi ya tetemeko la ardhi. Kitanda pamoja na kabati ya mbao iliyeko pembeni kidogo, vyote vilitikisika na kila kitu cha humo ndani kiliyumba na kutikiswa na mtikisiko. Ilikuwa ni vibration ya simu aliyoiokota Devota. Lile jini lililotengenezwa na Bibi Kitunguru ulikuwa ni wakati wake wa kutoka, kwa maana jini alikaa humo kwa muda bila kusikiliza maagizo kutoka kwa bosi wake. Devota aliokota simu. Ilikuwa inaita namba ngeni. Mwishoni iliishia namba 6. Devota kijasho chembamba kilimtoka. Alikuwa amezima taa. Alianza kuwasha taa moja mpaka chumba chote kikaenea mwanga. Kukawa kweupe pe. Madirisha nayo yalionekana kufunguliwa pasipo yeye kuyafungua. Akaanza kusikia sauti zikitoka ndani ya simu, sauti za vilio, sauti za kelele, huku sauti kubwa iliyozifunika zote ikiwa inatoka kwa Mwangwi. Haikufanana na sauti yoyote ambayo ya kutisha uliyowahi kuisikia hapo kabla. Devota kijasho chembamba kikimtoka kilichochanganyika na hofu. Udadisi ukamjaa, huku shauku ya kumiliki simu ikigongelea msumari. Kwa hofu aliivuta simu na kuiweka sikioni moja kwa moja. Akaanza kusikia sauti iliyosema, nipo hapa kusikiliza oda yako, mmiliki wangu. Sema kitu chochote,
atakufanyia. Kama jinsi ambavyo ulinitengeneza, nipo kwa ajili ya kukuhudumia na si vinginevyo. Nitafata makubaliano kama ulivyokuwa ukinitengeneza, ulivyozungumza. Nitakuwa mkali kama nyati, vilevile nitakuwa mwepesi na kusambaza kila utakachosema, kama jinsi simu hii ndogo inavyofanya mawasiliano kwa umbali mrefu kote duniani. Nipo hapa kwa ajili yako mkubwa. Devota alishangaa. Kumtengeneza mkubwa wake kivipi? Hii inakujaje? Mimi nimetengeneza kiumbe tangu lini? Na kwa sababu gani nitengeneze kiumbe? Maswali hayo yote alijiuliza kwa wakati mmoja bila kupata jibu. Katikati ya usiku huo huo wa manane, Bibi Kitunguru katika chumba chake, sauti ile ya jini iliyotoka kwenye simu moja kwa moja ilifika kwake, kwa maana yeye ndiye aliyeumba kiumbe hiko. Bibi Kitunguru usiku huo hakupata usingizi. Kila alipojaribu kutupia mbavu kwenye kitanda chake, mbavu zilishindikana na zilimbana, kwa maana kitu alichokiumba hakikuwa pembeni yake. Alichukua usafiri wake wa anga na kupaa angani kwa ajili ya kurusha rada kukisaka kiumbe hiko, na jitihada zake zote zikagonga mwamba. Asubuhi ikafika, shughuli zingine zikaendelea kama kawaida. Kwa Devota usiku huo ulikuwa wa mang'amung'amu, ila alfajiri na mapema ilipofika, akili na tamaa zikamjaa. Akafikiri na kukumbuka maneno aliyoambiwa ndani ya simu kwamba nipo tayari kufanya kitu chochote utakachonielekeza. Kwa akili yake ya haraka haraka ikaja pesa, yakaja mavazi mazuri, ukaja utajiri, ikaja nyumba nzuri, pamoja na simu kali ya kijanja zaidi ya hii aliyoiokota. Tamaa ya Devota ilishinda hofu na uoga. Maswali ya nini kinaongea ndani ya simu, na ni kiumbe gani, na nani alikitengeneza, vyote vilizimwa kama mshumaa uliowashwa pembeni ya bahari. Ngoja nijaribu tuone kitu gani kitatokea, alizungumza moyoni, huku akishika simu iliyozima na kuonyesha kioo cheusi. Wewe kiumbe wa jana usiku ambaye ulikuwa unanitishia, umesema kwamba upo tayari kunisikiliza mimi kila kitu, kwa kuwa mimi ni mkuu wako, nimekutengeneza. Sasa hapa nilipo na shida na hela, naomba hela hapo mezani sasa hivi na ufanye haraka. Devota alizungumza kwa mzaha, hakuwa na userious kiasi hiko. Kabla hajamaliza neno la mwisho, pale mezani ambako ndiko simu ilikuweko, pembeni yake pesa ikadondoka. Devota alirukaruka, akakimbilia simu na kuikumbatia, kuiweka kifuani mwake. Hakujua kitakachotokea mbeleni. Hakujua lile jini lililoko ndani ya simu linahitaji chakula, na chakula chake ni damu. Damu ya kiumbe, si kiumbe tu, bali mwanadamu. Devota hayo yote hakufahamu. Kwa siku hiyo moja alieleza shida zake zote kwenye simu, na papo hapo zilitatuliwa. Nguo mpya zilishushwa pale pale, pesa zilimwagika na kusambaa kwenye kitanda chake. Devota alizikumbatia pesa, akaitazama simu, akajipiga piga kifuani na kujisifu, hakika
yeye ni mwanamke mwenye bahati kuliko wanawake wote wa kijijini humo. Devota alianza kupendeza. Devota huyu ambaye alifahamika hapo kabla, mwanamke aliyesuka nywele za kunyoosha za kawaida za shilingi 500, sasa hakusuka tena nywele za bei rahisi. Alielekeza tu kwenye simu, nahitaji msuko fulani, na papo hapo angesukwa. Kila kitu alifanyiwa. Devota akawa mwanamke mrembo na nusu. Wanaume walioshindwa kumtamkia neno na kupenda kipindi ambacho Devota alikuwa hana 100 ya sabuni, sasa walifanya hivyo tena kwa mfululizo, mara 3 mpaka mara 10 kwa siku. Hakuna hata mmoja kijijini humo aliyefanikiwa kufahamu mafanikio yake ya ghafla. Siri ilikuwa ni nzito kifuani mwake. Hata rafiki yake wa karibu hakuifahamu. Upande wa Bibi Kitunguru, mmiliki rasmi na muumbaji wa lile jini, kila ifikapo saa 8 usiku hakuchoka kurusha rada na kupaa angani kukitafuta kiumbe chake, kiumbe alichokitengeneza kwa teknolojia kubwa zaidi ya AI. Chumba cha Devota hakikuwa tena sehemu ya kuhifadhia mkaa. Chumba kizima kilienea vitu vya thamani, vitu vya gharama ambavyo kwa kijijini humo pekee mwenyewe Devota alimiliki, pasipo na msaada wa mwanaume wala ndugu, ila simu ya maajabu pekee. Alipoishiwa fedha ya matumizi, alivuta simu moja kwa moja na kuipa maelekezo. Bila kupoteza wakati, simu ilifata na kutoa pesa papo hapo. Haikuwa simu, msikilizaji, ilikuwa ni jini ambalo liliingia ndani ya simu. Siku moja, mauzauza usiku wa manane, kama ambavyo ilitokea awali, Devota alipookota simu, yakaanza sauti za vilio zikaanza kusikika. Sasa Devota, kwa kuona ana kila kitu alichokihitaji, pesa anayo, mavazi mazuri anayo, kitanda kizuri anacho, aliamua kuichukua simu na kwenda kuidumbukiza chooni ili kuepukana na mauzauza ambayo hutokea mara kwa mara anapokuwa karibu na ile simu. Devota alitoa mguu wake usiku huo wa manane na kwenda moja kwa moja katika choo cha karibu. Devota alichukua simu na kujaribu kuidumbukiza katikati ya tundu la choo. Kitendo cha kuinua mkono na kuirusha simu kilitoa tukio la ajabu. Pembeni alionekana Bibi Kitunguru akiwa amejaa ghadhabu na hasira. Alimtazama Devota kana kwamba anahitaji kummeza mzima mzima. Devota kwa hofu alikimbia moja kwa moja na kurudi chumbani kwake. Alihema kwa kasi, mapigo ya moyo yalidunda haraka haraka. Devota alihakikisha amefunga madirisha yote pamoja na milango, kuhakikisha kwamba Bibi Kitunguru hapati nafasi ya kuingia ndani humo. Mapigo ya moyo yaliendelea kudunda kwa kasi na hofu ikimjaa kifuani mwake. Usiku huo kwa Devota ulikuwa mrefu, uliojaa mauzauza yasiyoelezeka. Ile furaha yote pamoja na shangwe alilokuwa nalo baada ya kupata pesa alizoeleza shida zake kwenye simu iligeuka papo hapo.
na kuwa majonzi na majuto. Devota akiendelea kupepesa macho, akiyazungusha huku na huku, akiwa haelewi nini afanye kwa wakati huo ili apate amani na atulie, apunguze presha. Pembeni aliona ile simu ambayo wakati anakimbia chooni alidondosha. Simu ilikuwa pale pembeni ya kitanda alipokuwa ameketi kwa hofu. Simu haikuonyesha mkwaruzo wala mpasuko wa aina yoyote. Ilikuwa imeng'aa, ilipendeza na ilivutia machoni, lakini maajabu yalikuwa ni makubwa zaidi ya macho yanavyotazama. Mimi ni wa kwako, mimi na wewe tumeungana, damu yako na damu yangu ni damu moja. Unavyoishi na kupumua ndivyo na mimi ninavyopata uhai humu ndani ya simu. Usije ukarudia tena kunitupa, usije ukajaribu kunitelekeza, kwa maana uhai wako ndiyo uhai wangu. Siku nikipoteza uhai, jua kabisa na wewe uhai wako utakuwa umeishia hapo. Na kuomba tusitengane, nitakutimizia kila unachohitaji ili na mimi niendelee kuwa hai humu ndani ya simu. Jini ndani ya simu aliongea kwa msisitizo bila kutoa nafasi ya kumsikiliza Devota. Alivyomaliza, simu ikajizima kioo na kuwa nyeusi ti kama kawaida yake. Ikawa usiku, ikawa asubuhi. Devota alfajiri na mapema aliamka na kwenda kwa rafiki yake Amina kumweleza siri ya mafanikio yake. Amina, kiukweli nimekuja hapa rafiki yangu, kuna kitu naomba unisaidie. Nipo chini ya miguu yako, yaani mpaka nimefika kwako. Ili swala limenikaba kooni na maji yamenifika shingoni, na shingoni kwenyewe nahisi kabisa yamevuka. Huku yalipo kwa sasa hakika ni utosini, nitapoteza uhai wakati wowote. Naomba unisaidie rafiki yangu, sijui nifanyaje. Nilijua tu, yaani wewe kabisa asubuhi yote uje hapa na uwe hauna matatizo. Haya, niambie shida gani hiyo? Rafiki yangu, usinione mimi naishi hivi, maisha yangu yamebadilika, lakini ukweli ni kwamba mimi naishi na jini kabisa, ambao umewahi kuwasikia wale majini ambao wanatoa pesa. Mimi ndo naishi naye ndani kwangu, na sasa nimetaka kumtupa, lakini hahitaji kabisa kuondoka kwenye maisha yangu, na sijui nifanyaje rafiki yangu. Jini ndani kwako? Hebu sikia, na kuomba utoke hapa nyumbani kwangu, usije ukaniletea mikosi bure. Utajiri uwe nao wewe, pesa utumie peke yako, alafu kwenye matatizo yako unataka uje unishirikishe. Na kuomba uondoke nyumbani kwangu asubuhi sasa hivi, kabla hata jua, sitaki hata jua likukute, sitaki jua lichomoze likukute hapa. Na kuomba uinuke uondoke nyumbani kwangu, sijui unanielewa? Alafu kwanza na urafiki wetu, mimi nahisi mbona ulishakufaga siku nyingi. Wewe kama ungekuwa unajua mimi ni rafiki yako, ungenishirikisha kwenye mambo yako unayofanya toka siku nyingi. Umeona imekushinda huko, ndio unakuja kuniambia sasa hivi jini ndani kwako, jini ndani kwako. Na kuomba utoke nyumbani kwangu sasa hivi. Amina, rafiki yake Devota, alibadilika papo hapo. Sura yake ilikunjamana kuonyesha hasira na ghadhabu. Alimfukuza Devota pale nyumbani kwake kana kwamba hakuwahi kumwona hapo kabla. Devota kwa upole aliinuka taratibu, alipiga hatua ndogo akiondoka katika nyumba ya ambaye alikuwa rafiki yake. Devota alifika katika chumba chake, alikitazama. Aliona kana kwamba chumba kimekuwa kipana mara 10 na zaidi ya kilivyokuwa hapo zamani. Alisimama katikati ya chumba. Alikumbuka maisha yake ya zamani, alipokuwa akifua wakati wowote, nyakati za mchana, jioni au hata usiku. Alikumbuka wakati anapikia moto wa kuni. Alikumbuka
jinsi alivyokuwa hana pesa ya kununua sabuni kwa ajili ya kufulia nguo zake. Hayo yote yalimfanya atoe machozi. Alisema yalikuwa ni maisha ya amani kuliko haya ya sasa, maisha ya kujitazama kwenye kioo, kuvaa nguo nzuri, kulala pazuri, kupikia sehemu nzuri inayovutia. Haya si maisha ya amani, Devota alisema. Devota kwa mara nyingine tena alichukua uamuzi wa kurudi kwa rafiki yake kwa upole na unyenyekevu zaidi, akiomba msamaha kwa jinsi alivyomtenga baada ya kupata mafanikio kidogo. Alipiga magoti, alitiririsha machozi kama mtoto mdogo. Alimtazama rafiki yake Amina kwa sura ya huruma, akifikiri jinsi anavyoishi katika nyumba yake kama yuko jehanamu ya moto mkali. Rafiki yake alimtazama kwa huruma na alimsamehe. Akatoa ushauri kesho yake pakikucha ampeleke kwa mtaalamu. Kama ambavyo mwisho wa ubaya huwa ni aibu au kifo, ukafika kwa Bibi Kitunguru na wachawi wengine. Wananchi wa kijijini humo walichoka manyanyaso ya kupelekeshwa na kuendeshwa kwa kutumia nguvu za giza nyakati za usiku. Wananchi wenye hasira kali waliungana, walikusanyana, jamii yote. Walipita kila nyumba ambako wana uhakika kuna mchawi. Walipiga, waliwasha moto katika nyumba zao. Usiku huo wa manane ulikuwa ni usiku wa safisha. Devota na rafiki yake walishiriki katika matukio yote. Katika kila nyumba ambako palikuwa na mchawi walipita, nao walishiriki kurusha moto katika nyumba hizo za wachawi. Siku zote mabadiliko huja na maumivu. Licha ya kwamba matukio ya kuchoma moto nyumba za wachawi yaliacha misiba na majonzi manung'uniko mioyoni mwa familia za wahanga hao, ila katika jamii ilikuwa ni shangwe na furaha, kwa maana jamii ilihitaji mabadiliko. Hawakuhitaji tena jamii yao iendelee kuwa kama zamani. Walihitaji shule zijengwe, hospitali pamoja na vituo vya polisi. Makanisa na misikiti vilikuwa vipaumbele vyao, na hayo yote yasingefanikiwa kama wasingeondoa mizizi yenye fitina inayorudisha nyuma maendeleo. Nao walikuwa ni wachawi magwiji wa kijiji, wazee vikongwe wenye ndevu na mvi zilizo nyeupe pe. Alfajiri na mapema saa 12 baada ya matukio ya safisha wachawi katika kijiji, asubuhi ilikuwa tulivu. Ndege wa misituni walilia kwa shangwe na furaha. Wingu lilitanda na mvua ilianza kunyesha. Katika chumba cha Devota, utulivu ulikuwa mkubwa. Simu ile ya kichawi yenye jini ndani yake haikuonekana, ilipotea kichawi. Baada ya Bibi Kitunguru kufikiwa na safisha wachawi katika kijiji, simu nayo ilipotea. Kila kitu alichokipata Devota kutokana na maagizo aliyosema ndani ya simu kilibaki kama kilivyo: kitanda, nyumba alivyoikarabati, vioo na hata kabati la mbao safi lilibaki kama lilivyo. Hapo wabunge na madiwani ambao walisahau kuleta maendeleo katika kijiji hiko wakakumbuka sasa. Shule zilijengwa, zanati, ofisi za kijiji,
vituo vya polisi pamoja na misikiti, makanisa, vyote vilijengwa na vilifanya kazi ipasavyo. Kijiji kikaanza kuzalisha mapato makubwa serikalini. Hata maisha ya wanajamii mmoja mmoja yalibadilika kwa kiasi kikubwa. Miezi 6 baada ya lile tukio la Bibi Kitunguru, mmiliki wa ile simu yenye laana, yeye pamoja na wachawi wengine katika kijiji kuchomewa nyumba zao, Devota naye kuendelea kufurahia maisha mazuri, vitu vya thamani, pesa na kila kitu chenye raha alichokipata kutoka kwenye simu yenye laana. Usiku wa leo saa 6 alipokuwa amelala, Devota alianza kuhisi ndoto ikimjia. Devota alirudi yale maisha ya awali aliyokuwa akiyaishi kabla ya kupata ile simu ya laana. Devota aliota ameshika simu ile ile ya kichawi. Mara ghafla simu ikabadilika papo hapo na kuwa pembe la ng'ombe lililokaushwa na kuwa gumu. Nyumba yake ilirudi kuwa kama zamani, tena iliongezeka vitu vya kutisha, michoro pamoja na vitu vingine vya kustajabisha vilionekana ukutani. Lile pembe la ng'ombe lililochorwa kwa asili na vitu vya kutisha, Devota alionekana kuliweka sikioni. Humo alianza kusikia zile kelele za vitoto vichanga vikilia, kelele za watu wazima wakipiga kwa nguvu. Kama ilivyo kawaida ya Devota, macho yake hayajawahi kukaa mbali na machozi. Machozi yalimtoka hasa pale aliposikia zile sauti za watu ndani ya pembe wakiomba msaada. Devota alisimama huku akitetemeka miguu pamoja na mwili wote. Alishika lile pembe kwa nguvu, akalirusha kuelekea ukutani. Papo hapo pembe likageuka na kuwa simu ndogo nyeusi. Mama, nisaidie mama, naomba nisaidie mama. Devota alikuwa akiweweseka ndani ya ndoto. Ghafla alishituka. Alikaa kwenye kitanda chake kilichokuwa kimetandikwa vema. Taratibu aliinuka na kwenda kwenye chungu cha maji. Alichota maji na kutoka nje. Ule usiku wa saa 6 alinawa uso na kuanza kuzungumza peke yake akisema, katika siku ninazozijutia kwenye maisha yangu ni ile siku ambayo nilikuwa nikienda kisimani kuchota maji, na pale nilipoona hii simu najuta kwa nini niliiokota. Najuta kiukweli, hiki kitendo cha mimi kuokota hii simu kimenifanya nipoteze kabisa uhuru wangu. Nimepoteza amani ya moyo, nimepoteza furaha yangu niliyokuwa nayo hapo zamani. Nimepoteza, japokuwa ilinipa pesa, nikatengeneza nyumba yangu, nikanunua kabati mpya, nikanunua kitanda kipya pamoja na mashuka, nikabadilisha muonekano wangu, nikabadilisha mlo wangu wa siku, lakini naijutia sana hii siku. Ile siku kiukweli imenipotezea kila kitu kwenye maisha yangu. Japokuwa watu wanahisi naishi kwa furaha na amani, lakini si hivyo. Ningekuwa na uwezo, ningerudisha siku nyuma. Hakika hii simu nisingeiokota kamwe, ningeipita kama sioni. Msikilizaji wa Shalom Simulizi, kabla hatujaendelea na simulizi hii, naomba nikukumbushe kitu kimoja. Naomba unisaidie kucomment kitu chochote, kisha unisaidie kulike simulizi hii.
pia unisaidie kusubscribe, kushare simulizi hii ili iwafikie watu wengi zaidi. Hii itanipa nguvu ya mimi kuendelea kutunga simulizi zingine kali zenye kugusa mioyo zaidi ya hii ya Simu Yenye Laana. Langu jina ni Yotham Lucas. Sasa twende kazi. Licha ya kwamba wanakijiji waliungana kwa pamoja, kwa umoja na kwenda kuteketeza nyumba za wachawi wote, ikiwemo nyumba ya Bibi Kitunguru, lakini haikuwa mwisho wa matatizo yote. Matatizo katika kijiji bado yaliendelea vilevile, ingawa serikali, wabunge na madiwani waliikumbuka ile jamii kwa kupeleka maendeleo, kujenga shule, zahanati na vituo vya polisi kila kona, ila bado haukuwa mwisho kabisa wa matatizo. Upande wa Devota, kwake haikuwa furaha, ilikuwa ni matatizo zaidi ya jamii inavyomtazama, kwa sababu Devota aliendelea kuishi na zile mali alizozivuna kutoka kwenye Simu Yenye Laana. Usiku huo wa saa 6, baada ya Devota kuweweseka ndani ya ndoto na kuchukua uamuzi wa kwenda nje kunawa uso, aliporudi ndani alihisi kila kitu kinamtazama, kana kwamba kila mali aliyoivuna kutoka ndani ya simu iliota macho, ilimtazama huku ikicheka, ikitoa meno makali yenye hasira. Kila kitu kilichokuweko chumbani mwa Devota alihisi kimepata uhai. Si kitanda, si godoro, si kabati ambao iliyeko pembeni kidogo ya kitanda, si mashuka aliyokuwa ameyatandika kwenye kitanda chake. Vyote vilirukaruka mithili ya kuku iliyokatwa kichwa na kuachiwa iwe huru. Devota alipepesa macho yake katikati ya kitanda chake, mahali ambapo yeye huegemeza mbavu zake. Hapo aliiona simu ile aliyoiokota hapo zamani. Devota, kama tulivyokubaliana, uhai wako ni uhai wangu, uendako ndiko nitakapokuwa pembeni yako. Devota, usisahau makubaliano yetu. Tulikubaliana utakapokuwepo mimi ndipo nitakapokuwepo. Utakachohitaji hicho nitakutimizia. Devota, nipo kwa ajili yako na kusikiliza kwa kila jambo. Usitamani kunitupa, usitamani kunipoteza. Ni kama tu tulivyokubaliana, na kuomba ufate maagizo na makubaliano yetu. Ukikiuka raundi hii utapoteza uhai wako. Devota naliongea hili kwa msisitizo. Sauti ilisikika ndani ya simu. Devota aliizoea ile sauti, lakini awamu hii ilikuja kwa msisitizo na iliongea kwa umakini mkubwa uliojaa hasira ndani yake. Devota alishusha pumzi nzito kabla ya kupiga hatua kuingia chumbani mwake. Alitazama nyuma, akafunga mlango na kuendelea kusonga kuelekea kitanda chake kilipo. Alipokaribia hatua moja kabla ya kitanda chake, simu yenyewe bila kuguswa na mtu ikainuka na kupaa angani. Moja kwa moja simu ikaelekea mahali ambako palikuwa na kabati ya mbao pembeni kidogo ya kitanda chake. Simu iliketi juu kabisa ya ile kabati. Oh! Mwanzo wa matatizo ndio mwanzo wa matatizo mengine. Nilidhani baada ya haya yote, Bibi Kitunguru pamoja na wachawi wengine kuchomewa nyumba zao na wao kuteketea, labda ungekuwa mwisho wa matatizo yote.
pengine ningeishi kwa amani, au labda pengine kila kitu ningepoteza na mimi kuendelea kuishi kwa furaha kama zamani. Kumbe nilifikiria ndivyo sivyo. Kiukweli nachoka. Devota alizungumza peke yake, huku akili yake, mawazo yake, moyo wake, ubongo wake vikifanya kazi tofauti, kila kiungo pasipo kushirikiana na mwenzake. Akiendelea kuwaza moyoni mwake, simu juu ya kabati ilimjibu. Devota, usijali, nikiwa upande wako kila kitu kiko sawa. Hakuna wa kukudhuru, hakuna wa kukufanya kitu chochote, na nipo hapa kusikiliza maagizo yako, bosi wangu. Usiku huo ukapita rasmi. Devota akaanza kuishi na ile simu ndani mwake baada ya kupotezana nayo kwa miezi 6. Tukio lililowatenganisha ni Bibi Kitunguru na wachawi wengine kuchomewa nyumba zao. Asubuhi na mapema, Devota ratiba yake aliifata kama kawaida yake. Aliamka, alifanya usafi wa ndani. Sasa akaanza kufanya usafi pale nje ya uwanja wake. Devota akiendelea na usafi wa mazingira, simu yake ikaita. Alikuwa ni Mariam, rafiki yake ambaye husimama naye kwenye shida na raha wakati wote. Mariam alimpa taarifa Devota kuwa mpenzi wake Bernard aliyesafiri kwa miaka mingi anarudi kijijini humo kwa ajili ya kuendeleza penzi lao, ikiwezekana wafunge ndoa. Ndo hivyo rafiki yangu, Bernard ameniambia leo, yani leo haiwezi ikapita hii siku, lazima atakuwepo hapa. Yani kama ninavyokuona shoga yangu, utakapokuwa na furaha, na ukumbuke furaha yako ndio furaha yangu pia. Alafu amenipigia mimi kwa sababu alikuwa anafahamu hauna simu. Kumbe ngoja namtumia namba yako, maana hapa yani kakata tu nimetoka nimemwambia nampigia, alafu ndo uje nije ni nani nimtumie namba. Nikaona moja kwa moja nikupigia wewe kwanza, nikupe huu umbea shoga yangu, ulikuwa umenikaa. Kwa hiyo namtumia namba yako ili muongee vizuri, sawa? Mariam alizungumza kabla Devota hajajibu na kumpa simulizi juu ya kile kilichotokea usiku wa leo, kuhusu ndoto, jinsi alivyoota ameshika pembe la ng'ombe badala ya simu, na mauzauza mazima yanayoendelea ndani ya nyumba yake. Mariam akakata simu. Devota alipomaliza kufanya usafi wa mazingira, aliingia ndani kuchukua kikapu, pesa pamoja na mtandio kwa ajili ya kujitanda aende sokoni. Msikilizaji, usiku mzima wa Devota alilala akiwa hana shilingi 10 ndani. Alfajiri na mapema, kwenye kabati yake alikuta pesa nyingi zimejipanga, 10,000 za Kitanzania. Na huo ndo ulikuwa utamu wa miujiza ya ile simu yenye laana ambayo Devota anaimiliki ndani mwake. Vipi hapo? Umetamani wewe ndo ungekuwa Devota Usitamani, kwa maana kuna gharama kubwa ambayo inatakiwa kulipiwa. Ni damu mbichi, si ya kiumbe msikilizaji, ni damu ya mwanadamu. Ngoja tuone. Mambo mengi tutakutana nayo katika sehemu ifuatayo ya simulizi hii, na kuomba unisaidie kulike, kucomment na kusubscribe ili tusipotezane, na kuomba pia unisaidie kushare simulizi hii iwafikie watu wengi zaidi. Hii itanipa nguvu ya kuendelea kutunga simulizi zingine kali zaidi ya hii. Langu jina ni Yotham Lucas na hii ni Shalom Simulizi. Tukutane katika sehemu ifuatayo ya simulizi hii. Bye. Mwenyezi Mungu akubariki.